That's why Watanzania wengi na Waafrika wanaogopa argument. Argument maana yake ni mjadala. Unaweka hoja mezani, tunaijadili hoja, na sio lazima tukubaliane kukubaliana. Tunapotofautiana kukubaliana maana yake tunaishi. Tunapokubaliana kila kitu maana yake tumekufa. Akili zetu hazifanyi kazi. Na ndio shida inakabili nchi za Kiafrika. Nchi za Kiafrika mkipata watu wanaoweza kuwafikirisha, mnasema wanawakosoa. Na ndio maana hata siasa zetu za Afrika zinakuwa za kitoto. Kwa sababu watu wanadhani wako pale kupambwa. Walioko kwenye mamlaka wanadhani wako pale kupambwa. Kumbe ukishaingia pale umeingia kwenye uwanja wa mjadala. Inatakiwa tukujadili na tukujadilishe, tujadiliane, tukubaliane kwa kutokubaliana. Ndio maana ya kuwepo duniani. Haina maana wewe ukiwa pale unataka kudictate sisi tuseme unayoyataka. Na ndio maana kwenye maneno yangu yote nimesema sizungumzi ili mtu afuate ninachozungumza. Nazungumza ili watu waone njia ya kuanza kufikiri kutoka jela. Maana jela wanapewa majibu. Utalala saa 12, utaamka saa 11, unatii. Umenipata? Na ndio maana watu wote wanaotoka jela ambao mimi nimekuwa nikiwa train, wote wanatoka wakiwa wagonjwa. Wanaji-isolate na jamii. Na wengi wanapenda ukizungumza nao baada ya muda mfupi utamwona anakaa pembeni anachuchumaa. Kwa sababu ndivyo amekuwa programmed jela. Sasa ndivyo hivyo kwenye uelewa, watu wengi wako programmed kwenye jela ya ufahamu. Ila hawajawahi kutoka nje wakafungua milango wakaenda kwenye peo 21 za uelewa. Wakaanza kuuelewa ulimwengu na mambo yake. That's a challenge ambayo tuko nayo. Na ndio kitu kinatukumba hapa. Kwa sababu mmoja yuko jela, mwingine yuko nje. Kwa hiyo nitakachosema watu utahisi kwamba huyu jamaa anataka kukosoa. Mimi sio kwamba nakosoa. Ndivyo ilitakiwa akili zote zinafanya kazi, unafikiri. Kinyume na hapo utakuwa jela. Ndio maana nikakwambia kwamba watu wengi wakienda mahakamani lazima watumie mwanasheria, maana hawana uwezo wa kufikiri. That's why lazima utumie mtu mwingine wa kukusaidia. Na yule mtu sio kwamba anakusaidia, no, na yeye mwenyewe anakumbuka vifungu vya sheria. Kwa nini unaweka vifungu wakati una discuss kitu ambacho ni logical? Yes. Kwa unapotoka jela hauna reference. Sasa ukiwafanya watu wawe huru, waweze kuishi kwa utimamu wao bila kutawalika, hawatalilia hela. Maana watakuwa na uelewa kwamba money is not real. Hawatahofia kufa, maana watajua maisha ni uyoga. Na dunia iko salama. Na hakuna mtu atakuwa na muda wa kunyang'anya kitu cha mtu mwingine. Kwa sababu watu wataishi kwenye fruition. Na wataona kila kitu kinatosha kwa ajili ya watu wote. Kwa mambo yote mabaya yanatokea kwa sababu watu wametengeneza scarcity. Na hiyo ndio law ya uchumi, philosophy ya uchumi. Tengeneza wengi wawe na vichache na wachache wawe na vingi. Sasa ukiitoa hiyo dunia iko huru, hamna vita my brother, I'm telling you. Hakuna vita. Mtu yote aliyesoma uchumi anajua kwamba mambo yote yanaendelea duniani kwa sababu ya sheria iliyowekwa kwenye economics. Kwamba wengi wawe na vichache na wachache wawe na vingi ili tuweze kutengeneza thamani ambayo haipo. Illusion. Kwa ukiwafanya watu wawe huru waishi kwenye ukuu wao, hakuna vita, I'm telling you. Okay. Kwa hiyo watu wakiwa na upeo wa uelewa, kinachokutisha ni hofu ambayo umeshauziwa. Lakini I'm telling you, dunia ingekuwa sehemu salama ya kuishi kama wale wahuni wachache wanaotaka kutawala wengine wangepevuka. Na watu wengi mnaamini watu wanaowatawala basi wana upeo mkubwa wa akili. Hawana. Kwa sababu mtu ukiwa na upeo mkubwa wa akili una hamu ya kutawala watu, ila una hamu ya kuwaona watu wakiwa huru. That's how it is. Kuogopa sana watu wanaotaka kutawala wenzao. Ni watu wenye upeo mdogo sana wa akili. Ndio maana tuna matatizo. Kwa nini watu wenye upeo mkubwa mnakubali kutawaliwa na watu wenye? Hatukubali kutawaliwa, tunashangaa. Kwa nini mnashangaa badala ya kufanya kitu? That's why kuna kitu kinaitwa an all on the edge knowledge. Ukishatoka nje ukawa an all on the edge, we wonder. Unakuwa unashangaa. Nashangaa. Lakini unaishi. Yani nashangaa kwamba huyu mtu kwa nini haelewi kwamba anachokifanya ni kitu cha kijinga. Sio kwamba anatawalika. Sitawaliki kwa sababu sienda kuona nyumbani kwake kumuomba chakula. Sijawahi kuona kumuomba nyumbani kwake kumuomba kupumua. Kwa sitawaliki anitawali. Vizuri kabisa. Tena nasikitika kwamba mtu wa kwanza kukutwa na COVID kabla hajatangazwa mimi nilikuwa nimekaa naye meza moja. Na alivyotangazwa mimi sikutafutwa. My brother nikwambie, ukishauziwa hofu
Na ndio maana media zilifanya kazi kubwa ya kuuza hofu. Sasa hii ni kuambie tu, ukishauziwa hofu, sehemu yako ya kati ya mwili inaitwa growth part of the body inafunga. Inapofunga unakuwa kwenye reaction mode. Ukiwa kwenye reaction mode, kuisha habari yako. Kwa hiyo kitu kilichokuwa kinafanyika, ukitaka kuwatawala watu unawauzia hofu, kwa sababu watu wengi hawana uwezo wa kusikia. Watu wengi wanadhani wana masikio wanasikia. Hawasikii, wanatafsiri mambo yanayowaingia. Ila ukiwa na uwezo wa kusikia utajua hapa nauziwa hofu. Ndio maana unaona mataifa hayo mnaita makubwa, kabla hajafanya vita na taifa lolote, wanaanza kuuza hofu kwenye media. Na media maana yake nini? Medium. Si unaelewa? Medium. This is the media. Media sio hizi sijui mmeweka madishi. That's not a media. Media ni hapa. Your inner power. Ile inapokuwa imeondolewa ile space, then we are ready to be attacked. Hiyo ndo maana ya media. Hivi vyombo mnaita vya habari havikuanzishwa kwa ajili ya habari, vilianzishwa kwa sababu za kijasusi. Watu waanze kukupiga in the media, meditation, middle attention. Tukisha kutolea umakini wakati, you are done. Kwa nini unatumia